Mke wangu. Hebu niletee maji kwanza mimi. Salama mume wangu. Ila mume wangu, kuna jambo nataka nikwambie. Jambo gani tena hilo mke wangu? Binti yetu Warda ameshapata mwenza wake. Kwa hiyo anataka kuolewa. Inabidi tutafute wali mapema ili binti yetu aweze kuolewa. Wali tena? Wali wa nini? Na maana mimi sio baba yake. Hivi nakumbuka mwanangu kama mimi nilipata mimba kabla hatujaoana. Kwa hiyo yule mtoto ni mtoto nje ya ndoa. Unataka kuniambia hili ni tatizo? Mimi nilikuoa mke wangu ili kusudi huyu mtoto akizaliwa awe halali yangu. Leo unaniambia kwamba tumtafute wali. Hili hapana. Hapana, hili haliwezekani. Hili haliwezekani kabisa. Tena hapa tutatofautiana, hili haliwezekani. Mume wangu, mimi sitaki tubishane. Twende kwa sheha tujue kama mimi ndo nipo sahihi au wewe ndo upo sahihi. Shehe sio tatizo. Shehe sio tatizo. Tunaye shehe yetu shehali hapa. Twende tukamwambie, na mimi na imani kwa sababu nilikuoa ili mtoto huyu awe halali yangu. Twende kwa shehe. Sawa, taenda hata jioni. Kwa hiyo mke wangu mimi ndo naondoka. Sijui umenielewa vizuri. Kwa hiyo utashika hii, utafanya matumizi yako yote. Sasa mume wangu mimi hela inatosha nini jamani? Mke wangu hela haitoshi. Hii hela haitoshi. Mume wangu hapa kuna unga, mafuta, nyanya, kitunguu, mboga. Hii hela nanunulia nini jamani? Kama hiyo hela haitoshi, nenda kutafuta wewe uniachie mimi afuone kama haitoshi. Hiyo hela haitoshi kitu gani? Ndio maana mimi sikupendi kwa mambo yako. Sikupendi mambo yako. Kwani unashai kupewa kama hiyo? Sasa mimi naondoka, ole wako sasa. Mungu, angalia na hali nilokuwa nayo. Mume wangu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Safi za huko? Za huko ni njema. Walda. Huu unavyoona mikoa ni kwako, nilikuwa nakuja kwenu. Kuna zawadi kidogo nilikuwa nataka nikuletee. Basi si hata hapo unaweza ukanipa. Asante. Asante. Nakupenda pia. Basi bye. Bye. Baadaye. Ndo shemeji yako tena yupo kwenye harakati za kunitolea barua hivyo. Vipi kwenye? Amna. Dada samahani. Nani sana nikipitaga hapa na kuona mama pale bondeni ndio anapoishi pale. Pale ndo ninapoishi ndio. Unaitwa nani vile? Naitwa Mariam. Oh, Mariam. Jina zuri kama mwenyewe.
yaani jina lako na mwili wako na sura yako inaendana sana. Okay, Mariamu, wewe ni mwanamke mzuri sana, afu pia ni mrembo. Nahitaji kuwa na kama sisi ambao tuna shida. Kifupi, nakupenda sana. Nahitaji uwe mtu wangu. Kwa hiyo unanipenda? Yeah, nakupenda. Sasa mimi nitaamini vipi kama kwa unanipenda? Yaani kwanza amini, ningekuwa sikupendi singeweza kusimamisha muda wote naongea na wewe. Haya, sawa. Kilichobakia tu nataka kujua tu kama unakubali ombi langu au vipi. Sawa, mimi nitakubali. Kweli? Nashukuru sana. Basi sawa, mimi kwa sasa niko na wai. Naomba tumkabidhi tayari hapo. Ili tuweze kuwasiliana. Sawa? Sawa. Hii ni hela vote. Wewe kweli? Mengine sana utafaidi sana. Sijali. Okay, asante. Nikombe kitu. Yeah. Kama chuma hapa. Niko kama nakubali. So kwa leo. Kwa nini sio leo? Ila mimi nilikuwa naenda zangu hivi dukani. Basi sawa. Okay, poa. Sasa unaondokaje bila hata kunipa namba zako, tutawasiliana vipi? Sawa. Hizi hapa. Aya, kwa heri. Poa. Sisi wageni wako nimekuja hapa na mke wangu, tuna tatizo kidogo, na tatizo letu hasa binti yetu tunataka kumwozesha Biwalda, lakini binti yule tuna tatizo kidogo na mke wangu ambayo tunagombea. Sasa basi tukaona tuje kwako Shekhe, walau uje kutupatia mwongozo, haya mambo yakoje? Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mimi nimekufahamu vizuri na nimekusikia kwamba Mwenyezi Mungu ameileta neema katika nyumba yenu. Nimemkuza binti mpaka kufikia hatua ya kuolewa na mtu amekuja, basi ni heshima kubwa katika nyumba yenu. Mwenyezi Mungu abariki inshallah. Lakini sijafahamu uliponiambia kuna mgogoro katika hilo swala la kumwozesha binti. Hapo niweke wazi, mgogoro gani hasa ulikuwa? Mimi bwana, mke wangu wakati na muoa alikuwa mjamzito, ana mimba ndogo. Sasa nikamuoa, lengo ilikuwa mtoto yule asizaliwe nje ya ndoa. Atakapokuwa wakati umefika kujifungua, ajifungue akiwa tayari yuko katika ndoa. Sasa leo hii ndo tumeingia katika mzozo na mke wangu kwa sababu ya hili. Ndio maana Shekhe, tumekuja kwako utupe fatwa ya hili. Subhanallah. Sawa, nimefahamu. Labda nikuulize swali kidogo. Naam. Kipi kati ya hivi viwili ilitangulia ndoa yako wewe na mkeo, au alitangulia mtoto kwanza kabla ya ndoa? Katika hili kwanza ilitangulia mimba kabla ya ndoa. Tulipokuwa katika kutembea kwetu na mke wangu ulipoingia, basi tukaona tufanye ndoa tupate kuhalalisha mtoto wetu. Subhanallah. Nimefahamu. Sasa shehe wangu, utaratibu ni kama hivi. Kwa mujibu wa sheria za dini, walii wa mtoto kuozesha ni yule mtoto kuwa amepatikanika kwanza ndani ya ndoa. Akiwa amepatikanika ndani ya ndoa, maana yake baba utakuwa mzazi ni wewe. Ijapokuwa huyo mtoto baba mzazi ni wewe, lakini alizaliwa kabla ya ndoa yenu kufungwa. Maana yake huyo mtoto alipatikanika nje ya ile ndoa yenu. Ijapokuwa amezaliwa ndani ya ndoa wakati nyinyi tayari mmeshafunga ndoa, lakini yeye aliingia muda gani? Maana yake yeye alitangulia kuingia kabla ya nyinyi kufanyaje? Kufunga ndoa. Bila shaka hiyo itakuwa kwa mujibu wa taratibu, wewe hutokuwa kisheria kuwa wali wake
wa kumuozesha Sheria. Ijapokuwa wewe ndio baba na yeye ndio mama, lakini kwa lile tendo tu yeye kuwa ametangulia kuingia ndani ya tumbo kabla ya nyinyi wawili kufunga ndoa, maana yake mtoto yule na tendo lile lililofanyika la kumfanyia kwa duniani lilikuwa ni nje ya utaratibu wa sheria ambao Mwenyezi Mungu ameipanga. Kwa kuwa mtoto alikuja kwa utaratibu wa uvunjifu wa sheria uliofanyika na nyinyi, basi sheria pia itakupokonya wewe mamlaka ya kuwa yule wali wake wa kumshika mkono kwenye kumuozesha. Kwa hiyo atapatikanika kama shekhe au mtu mwingine atakayeteuliwa, yeye ndio atashika mkono, lakini sio wewe. Kwa hiyo lalamiko la mama au ufahamisho alikuwa akifahamisha mama ni sahihi kabisa, wewe hutohusika katika swala zima la kuwa wali wake, lakini bado atakuwa na wajibu wa kutosha kwako wewe kumtunza yule mtoto, kumlea, kumsomesha na kumtengenezea maisha yake mazuri, kwa sababu wewe ndio asbabu ya yeye kuja. Lakini katika masala ya mirathi kwako wewe hatakuwa mrithi, wala katika hilo swala la kumuozesha kwa wali wake sheria inakupokonya. Na tumuombe Mwenyezi Mungu atusamehe katika makosa yaliyotangulia, kwa sababu wote sisi ni wakosefu. Tutubie, lakini vile vile tuazimie kutokurudia yale ambayo tuliyoteleza na kutokea. Wallahu a'lam. Mume wangu, leo nakumbuka nilikwambia, umeona sasa shehe amesema kama mimi ndo nipo sahihi. Mimi nakumbuka mke wangu, lakini sikutaraji kama itakuja kutokea hivi, lakini kwa namna hii sina budi, nimekubali. Shoga yangu, ni danga linaela hilo mama. Danga sio umepatia wapi? Nimepatia huko. Siku ya kwanza tu kaniga 10,000. Wewe niambie koma wewe. Unamwata? Dada, wewe sasa basi mwachi. Mtu mwenyewe umemuona. Mbaba huyo. Anasi yule mtu. Hata kama mna mtu mshikilie roho, kama kwenda kunalala kunaenda nao. Yaani mshikilie hivyo hivyo dada. Sema mshoga wangu waume zako nao. Yaani naomba mtu simu ya kwanza mtamona maziwa shoga yangu, simu utaikata. Wewe mtu unapokuwa kumshikilia. Lakini siku ya kwanza kaniga 10,000 ya vocha. Haya bwana, mimi sitaki hata kuongea sana shoga yangu. Nikaenda zangu hapo. Haya poa. Siku ndio ndio nataka kumuona. Nini zaidi? Hamna. Sasa acha mimi niwache.